Naam, tulipoishia kwenye kipande cha 14 ni pale ambapo tayari tofali zikishapakiwa kupelekwa nyumbani na kazi ikawa imeishia hapo tayari kwa Harrison. Basi ndio muda ambao pia Harrison aliweza kugawasha gari lake na kuelekea kwenda kumchukua Babo. Lakini muda anafika pale alikuta gari la bosi wake wa zamani ambalo alikuwa akilitumia yeye kuweza kumpeleka safari za hapa na pale bosi wake ambaye sasa hivi amekwisha kuachana naye au amekwisha kuacha kazi kwake baada tu ya kuweza kufanywa figisu napita. Lakini lile gari kwa sasa hivi pia akiwa analiendesha Peter likiwa limepaki kwenye kibanda ambacho anafanyia kazi Babo. Je, nini kinaendelea au kuna shughuli gani hapo kwa Peter? Au na yeye tayari amekwisha kuanza kummezea mate Babo au Barbara? Karibu tuweze kuungana pamoja kabisa kwenye kipande cha 15 cha simulizi hii ya Mrembo kutoka Jalalani. Kama ndio kwanza tu unajiunga nami, ni kombe tu gusa alama ya neno subscribe ili tu kuwa mwanafamilia bora kabisa wa Mr. Love Simulizi. Lakini kikubwa pia mwambie rafiki, ndugu, jamaa kwamba mambo mazuri yanapatikana huko. Hakuna haja ya kuweza kuhangaika na kuzurura ovyo. Basi karibu tuweze kuendelea kwenye kipande hiki cha 15 cha simulizi ya Mrembo kutoka Jalalani. Mambo tunazidi kuendelea japo hali sio safi sana, lakini utamu bado tunazidi kuweza kuendeleza. Karibu tuendelee. Basi niliamua kurudi nyuma kidogo hivi na kupaki gari. Na kwa mbali kidogo nikazunguka nyuma ya banda ili tu niweze kuzunguka kwa upande mwingine nipate kujua amefuata nini pale. Na ukicheki kibanda tayari kimeshafungwa. Lakini kwa mbali hivi nikamwona Peter akimvutafuta mkono Babo, na Babo naye akawa anakataa. Huyu vipi tena? Mbona anamvuta mtu mkono na hataki? Lakini wakati nafikiria, Peter akawa amemvuta kwa nguvu sana Babo. Na alitaka kuweza kumuingiza kwenye gari. Kiukweli nilitembea kwa haraka sana na kumshika mkono. Hebu mwache hivi, nilimwambia huku nikiutoa mkono wake kwa Babo. Mbona jamaa unapenda sana kuingilia mambo yasiyokuhusu? Yasiyonihusu? Nikamgeukia Bank. Nikamuuliza, unataka kwenda na Peter? Hapana, sitaki, naomba nisaidie, ananisumbua sana, alijibu Babo. Anakusumbuaga? Ndio. Ananitishia mara kwa mara. Hata ile siku ulipotoka tu safari ukanikuta na foka pale, alikuwa ni yeye. Sasa Peter, wewe unamdai Babo? Simdai, ila nina shida naye. Simekwambia hataki. Mtu amekwambia hataki kwenda na wewe. Unaelewa kitu gani hapo? Kwani wewe nani mpaka wewe uniambie hivyo? Mimi kama mchumba wa Babo, nilimwambia kwa kujiamini sana tu. Unachekesha. Yaani unachekesha ndio walionuna. Unafikiri ni kama wewe au ni kama wale malaya zako Sikia, hebu acha utoto. Unanijua vizuri Peter. Usitaki kunirudisha nyuma na ikiwa nakaribia kuweza kufika sasa hivi. Sawa Usinirudishe kule ambako mimi nimetoka. Yasije kawa ni mambo makubwa zaidi hapa. Nilishaamua kuanza kuacha yote. Kwa nini lakini bado unazidi kunichokoza? Wapi wewe? Asiyekujua ni nani? Yaani hapa mtaani nani asiyekujua? Kwanza mtu mwenyewe jambazi. Ndio maana akapigwa tu. Nashukuru kwa sifa unayonipa hapa. Ile ina imani sijavunja wala kuchukua chochote kiletoka kwako. Kwa hiyo kaa mbali na Babo, sawa? Unaweza kumtunza wewe au? Ndio wenyewe unategemea kuongwa tu. Na kwa taarifa yako sasa, kila kitu kipo wazi. Mwanamke akakupa mpaka gari, eti mchumba ndo unavyomdanganya mtoto wa watu, si ndio Peter, wewe ndo unataka kunichafulia huko mtaani, sawa Unajua nimetoka wapi na Babo. Kwa hiyo kaa mbali naye. Umetoka wapi, tabia zako nazijua. Wewe Babo, huyu jamaa ana lolote lile. Utaumia siku moja na utanikumbuka mimi.
Niliamua tu kuweza kuyapuuza maneno yale. Nikamchukua Zuzu wangu fulani hivi. Yaani mtoto mashallah. Nikamchukua Babo na kisha tukaingia zetu kwenye gari. Lakini kwa muda wote huo Baba hakunisemesha kitu chochote kile mpaka tulipofika nyumbani. Basi aliingia kwenda kuoga. Baada ya kutoka nami pia nikaingia zangu kuweza kuoga. Na kisha tukasaidiana kupika pale tukala. Baba akawa kama hana raha vile. Alikuwa amepoa sana. Babo, una tatizo? Hapana. Mbona umepoa sana? Nashindwa kuelewa. Wewe na Peter nani mkweli? Kuhusu nini? Peter ameniambia mengi sana kuwa wewe una wanawake kila kona. Na uliwahi kupigwa kwa uwizi. Kwa hiyo Babo, hapo kilichokufanya ukapoa ni nini? Ni mimi kuitwa mwizi au kwa sababu ya wanawake? Na Babo, usiamini kila unachokisikiliza na usimwamini kila mtu. Nikaanza kumpa story ya maisha yangu kabla hajaja yeye na mpaka tulipokutana na yeye pia. Kwa hiyo unataka kuniambia umebadilika au kwa sababu una pesa tu? Babo, tatizo haikuwa pesa. Tatizo lilikuwa tu ni matamanio ya mwili na macho kama pesa. Kiukweli shida ni mwili tu na macho. Ila kama ni pesa basi nilizichezea zikaisha. Nikakutana na wewe, nikaishi na wewe. Kuna kitu ambacho nimekifanya tofauti kwako? Hapana. Kama hakuna naomba amini basi hiki ninachokuambia sasa hivi. Hayo yote niliyapitia kama kijana tu na mimi nakupenda sana. Mwanzo nilikuwa na matamanio juu yako. Ila nikajawa na huruma, kitu ambacho sikuwa nacho kabla. Hapo ndo nikajua kuwa napenda. Japo sikuthibitisha hilo. Ila kwa sasa Babo, usinichukulie kama Harrison yule aliyopita au yule ambaye ulipewa hadithi zake na Peter. Ile niangalie mimi nilivyo. Na pia angalia moyo wako. Jiulize unahitaji kuanzisha maisha na mimi kama mume mtarajiwa au nini unakitaka kama hujaridhia kuona mimi? Lakini kwangu amani ipo. Utafuata kile moyo wako unachokitaka. Nadhani hapo umenielewa eh? Unajua Harrison, hata mimi nakupenda. Najua ni jinsi gani umenithamini na kuniweza kuniheshimu utu wangu. Najua wao walioniona nikiwa na lava harafu, mwili mchafu na harufu mbaya, ila hawakujua utu wangu. Na ndio maana hakuna aliyekuwa upande wangu, ni wewe pekee. Na hata kuniona anapendeza hivi, naonekana mwanamke. Yaani naonekana mwanamke katika wanawake wote. Chanzo ni wewe pia. Hakuna ambaye aliniona nikiwa mzuri kabisa. Najua Peter naamini kuwa upendo upo kwenye vitu au pesa. Ila mimi najuaga upendo hutoka ndani kabisa. Hutoki nje. Yaani inamaanisha upendo unatoka ndani ya moyo wa mtu, sio machoni tu pa mtu. Harrison, naweza nikasema kuwa tumeanza pamoja, naomba tumalize pamoja. Wewe ni mimi na mimi ni wewe. Please Harrison. Nimekuelewa Babo. Basi naomba tushikane mikono turekebishe nilikokosea. Lakini pale ambako nitazidi kukosea basi niweze kunyoosha njia ili niweze kupita pale ambapo kwenye njia sahihi. Lakini nakumbuka kwamba nataka nikwambie hivi.
kama ulivyosema hapo awali. Basi mimi ninapopotea njia, wewe ni wangu na mimi ni wako pia. Lakini ninapokosea, basi naomba uniweke kwenye njia sahihi ili tuweze kufika wote kwa pamoja. Basi tukafungua ukurasa wa maisha ya mapenzi rasmi kabisa. Baba akaniambia, Harrison, naomba tuishi kama tulivyokuwa tukiishi mpaka pale tutakapooana. Natamani wazazi wangu wawe mashahidi wa ndoa yangu. Lakini pia nahitaji maisha yetu yawe na neema, nami niolewe kwa heshima. Kikweli nilimjibu tu nikamwambia kwamba mimi nakusikiliza wewe. Basi tukawa tunaishi vile vile tu, ila kwangu ugumu ulizidi sana kwa kuwa tayari alikuwa ndani ya moyo wangu. Hasa tunapokuwa pamoja, kuna muda nilimtazama kwa macho fulani hivi ya ushawishi, lakini akasema, Harrison, usiwe na macho ya tamaa, mimi ni wako tu. Lakini usifanye tukavunja makubaliano yetu, Harrison. Please. Hebu niambie kama wewe ni kijana. Alafu mambo ndo akawa hivi. Kwako unadhani inakuaje? Utaweza? Ushawishi kuweza kuvuka au ni vipi? Mambo kwa Harrison yanazidi kuwa magumu sana. Unadhani kwako ingekuaje? Ungeweza kuishi hivyo? Kama kijana. Vijana 2000 kama nawaona vile. So wa kike so wa kiume. Basi karibu tuweze kuendelea kwenye simulizi hii. Kama ndio kwanza unajiunga nami, nikombe tu gusa alama ya neno subscribe ili tukuwe mwanafamilia bora kabisa wa Mr. Love Simulizi. Tuko katika kipande cha 15. Basi tuendelee. Maneno sio mengi sana, si ndio? Basi maisha yakawa hivyo. Yeye alipambana na kibanda chake, mimi pia nikapambana kwenye udereva. Kwa kuwa nilikuwa napata pesa, nikaamua kuweza kumnunulia simu ndogo hivi ya Samsung. Hata nikiwa mbali, basi tulikuwa tunawasiliana vizuri kabisa. Basi siku moja hivi yule bosi wangu mpya akaniambia, Harrison, leo nataka unipeleke kwenye hoteli unayejua ni nzuri zaidi. Nahitaji nikapata chakula cha usiku hapa, ila tutachelewa sana kurudi. Basi niliamua kuweza kumpa taarifa babo. Akasema sawa tu, kwa sababu ni kazi basi nisikatae. Muda ulipofika, basi nikampeleka akaweza kuagiza chakula pale. Tukawa tunakula. Baada ya kula tu akaniambia, nimechukua chumba, nahitaji kuweza kupumzika. Basi bila yana nikamwambia, nenda kapumzike, mimi naenda zangu kwenye gari. Utanipigia utakapokuwa tayari niweze kukurudisha nyumbani. Akasema sawa. Basi nikatoka na kuweza kuingia zangu kwenye gari. Nikawa na chati na babo. Ilikuwa kama vile saa 4 usiku hivi. Vipi, umelala kipenzi? Nilimuuliza babo. Sijalala, naona usingizi hauji kabisa. Au unaogopa? Amna, siogopi, ila nahisi kupungukiwa hivi. Usijali, nitakuja japo nitachelewa kidogo. Ilo la nikija nitakupigia. Sawa, kazi njema na usingizi mwema pia. Ile namaliza tu kuweza kuzungumza na baba, mara ukaingia ujumbe toka kwa bosi wangu. Akaniambia kwamba anahitaji niweze kumpelekea tablet yake. Aliacha kwenye siti ya nyuma pale. Nikaangalia nikaiona, nikachukua nikapeleka. Nilipofika tu mlangoni nikagonga. Akaniambia ingia. Nikafungua mlango nikaingia. Ile kumwangalia tu kavaa kinguo chepesi chenye matundu kama neti hivi. Yaani kila alichokivaa ndani kilikuwa kinaonekana kabisa. Nikasita kwanza, nikawa nataka niweze kurudi nje. Akanishika mkono. Mbona unataka kuondoka? Samahani, nimeleta hii tu. Nilimpa huku nikiangalia mlango. Akaniambia weka pale kwenye meza. Nikaweka macho yangu
nikiangalia chini ili nisiweze kumuona, maana nilielewa nia yake. Kiukweli nia yake haikuwa nzuri. Nilipoweka nikatoka haraka sana. Ile nafika mlangoni tu na shangaa mkono umeshika kitasa. Bosi, nilimuita. Unakuwa kama mtoto Harrison. Vipi wewe? Mtoto? Ndio, usichukielewa hapa ni nini? Sijaelewa tu. Sio kama hujaelewa. Umeelewa ile unataka kunipotezea tu. Bosi, unachokianza kweli kitowezekana bosi wangu. Nakuheshimu sana na naomba uniheshimu pia na mimi. Unaongea vizuri ila una ujasiri. Na kuona hata macho yako tu yanahitaji kabisa. Kikweli mapigo ya moyo yakaanza kwenda ovyo kabisa, yani kwenda mbio. Yani kwa jinsi alivyokuwa amenishika, nikafumba macho yangu nikasema Mungu nisaidie kwenye hili jaribu, maana nahisi kushindwa. Lakini wakati nimefumba macho yangu nikahisi kitu cha baridi sana kikipita shingoni mwangu. Nikafungua macho na nikasogea pembeni kidogo. Baada ya kusogea pembeni nikaona nataka kuweza kutoa na ile neti aliyokuwa amevaa. Lakini hapo hapo pia mara mlango kagongwa. Akairisha, akachungua funguo yake na kuweza kuivaa. Na kisha akachukua kama mtandio fulani hivi akajifunga vizuri. Baada hapo aliweza kwenda kufungua mlango, kumbe alikuwa ni mhudumu. Kiukweli baada ya tukio lile tu ya yule mhudumu kuweza kufika, basi sikutaka kuweza kusubiri kitu kingine chochote kile. Nilitoka kama mshale hivi kwenda kwenye gari, maana hali yangu ilikuwa ni tete sana. Muda wote nilikuwa nikikaa pale basi nikiwa na tafakari tu akili ya yule dada ilipofikia. Hivyo nake na dudu gani lakini? Nilipoangalia kwa mbali hivi nikaona swimming pool. Nikashuka kwenye gari nikaenda kukaa pembeni ya pool pale. Kuna jamaa wakawa wanaogelea tu. Basi nimeamua kuweza kujiunga nao, nikaogelea nao angalau nikawa nimepotezea swala yule dada. Basi akili nikawa tunawaza kama kazi ndio hii itawezekana kweli kuvumilia. Yaani kwa hali ile, hebu tuone. Lakini hadi kwenye mida ya saa 6 hivi tukawa bado tuko pale hotelini. Baadaye akatoka uso ukiwa mkavu kama sio yeye vile. Yaani kama sio yule dada aliyekuwa ndani pale. Basi aliweza kuingia kwenye gari, akakaa mbele na mimi pia nikaingia. Lakini wakati nataka niweze kuwasha gari, akawa amepandisha miguu yake kwenye dashboard. Alafu kagauni alichukua amekavaa kama mtoto vile wa chekechea. Yaani sehemu kubwa ikiwa wazi kabisa. Yaani kiukweli nikaona shetani anataka kunizidi maarifa. Niliamua zangu kuweza kulala kwenye usukani. Harrison vipi? Kichwa kinaniuma sana, sidhani kama nitaweza kuendesha gari. Kwa hiyo kama utojali naomba nilale huko nyuma, uendesha. Haina shida. Basi nikatoka na kwenda kukaa nyuma. Hiyo ndio ikawa pona yangu kwa ile mitego ya yule dada. Basi aliweza kuendesha gari mpaka nyumbani, akaniacha akaenda zake kwake. Nikampigia baba afungue mlango pale, akaja kufungua. Na alikuwa amevaa kinguo kifupi hivi. Sikutaka hata kuweza kumwangalia. Na kisha nikapitiza zangu mpaka ndani kabisa. Nilipofika nikakuta babu ashatandika tayari chini, nikajitupa na kuweza zangu kulala.
Babu aliniuliza, Alison, naumwa? Nikamwambia ndio naumwa sana. Na kichwa kinanigonga sana. Naomba tu usiniweze kunisemesha, niache tu nilale kwanza. Basi aliweza kunigusa kichwani akasema, mbona huna joto? Lakini unatokea na jasho sana. Nikamwambia hiyo ndio homa, jasho limetangulia, joto litafuata tu. Basi babu aliweza kuniruhusu akaniambia, basi pumzika, mimi nalala hapa pembeni yako. Ili ukizidiwa tu iwe rahisi sana kuweza kukusaidia. Kwa maana nikilala kitandani basi nitapitiwa sana. Si unajua usingizi wa kuweza kurudia Unadhani nini kitaendelea? Shetani wa pili huyo tena. Na yeye ameweza kuamua kuweza kulala chini. Yaani hapo ambako Alison amelala na yeye pia naomba kulala pembeni yake. Na ukiangalia tayari Alison tayari mambo yalishaanza kuwa magumu, yani maji yalizidi unga. Yaani sasa ulipewa bwana pesa kwenda kununulia unga kilo 3. Alafu hela ukaenda kubetia. Si ukampa Man City au Yanga huko. Alafu akapigwa. Ukabaki na pesa kununua robo tu. Alafu utataka kwenda kusonga ugali wa watu 10. Unadhani inakuaje? Na kule shabandika sufuria ya kutosha kabisa. Wazani nini kitaendelea kwenye simulizi hii ya mlembo kutoka Jalalani kwenye kipande kinachofuata? Jina langu naitwa David Moses, Mr. Love the Mighty Voice. Ni Tomorrow Icon. Mtoto kutoka Mofu Ifakara, Tanzania. Si ndio Kama ndio kwanza unajiunga nami, nikuombe tu gusa alama ya neno subscribe ili tu kuwa mwanafamilia bora kabisa wa Mr. Love Simulizi. Na pindi tu tunapokuwa tumeweka basi ili uwe kwanza kuweza kuiona. Lakini usisahau, acha komenti yako hapo, niambie umejifunza nini mpaka hapa ambako tumefika sasa hivi. Lakini niambie, je, watu kama hao wapo? Ushauri wako ni nini pia? Kwa sababu sote tunatamani kuweza kujifunza kupitia hizi simulizi, lakini pia kuweza kuburudika. Ingia pale Instagram andika MrLove_TZ1, lakini pia kule TikTok pia andika MrLove_TZ1. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante na kwaheri.